You are listening to a program by the Catholic Justice and Peace Department, CJPD, Mombasa Archdiocese. Karibu kwenye kipindi chetu cha Kenya Tunayoitamani, mahali tunapochambua masuala yanayoathiri jamii yetu kwa undani. Leo tunazungumzia tatizo sugu la ufisadi, jinsi linavyoathiri maendeleo yetu, maisha yetu na njia za kuupiga vita. Kwanza tusikilize simulizi lifuatalo kuhusu kisa cha Tikiti, kiongozi wa jamii aliyekuwa na matumaini makubwa lakini akapotea kwenye uovu wa ufisadi. Ahadi za Tikiti. Wananchi wakimsifia Tikiti baada ya kuchaguliwa kuwa mbunge wa Parachichi. Hatimaye tumempata kiongozi wa kweli. Tikiti atatuletea maendeleo. Ametuahidi shule mpya, hospitali na barabara bora. Sasa maisha yatabadilika. Ndugu zangu, nimechaguliwa kuwa mtumishi wenu. Nitahakikisha maendeleo yanawafikia wote. Mabadiliko ya tabia. Miezi michache baadaye, wananchi wanateta juu ya tabia mpya ya Tikiti. Tikiti hajawahi hata kuhudhuria mikutano yetu tena. Sio hivyo tu, amejinunulia magari ya kifahari na kuhamishia familia yake jijini. Ufisadi wa Wadonjo. Wadonjo, mwana wa Tikiti, anatumia nafasi yake kwa manufaa binafsi. Sasa kijana wake Wadonjo ndiye kiongozi wa kamati ya maendeleo, lakini pesa za miradi zimepotea. Hakuna shule mpya, hakuna barabara. Karo za watoto maskini zimetoweka. Wananchi wanasihiwa kuchukua hatua. Wananchi wanajadili hatua za kuchukua. Hatuwezi kuendelea kuwa kimya. Tunahitaji kutafuta haki na kuwawajibisha viongozi wetu. Tuwasiliane na idara ya kupambana na ufisadi na kuhakikisha sheria inachukua mkondo wake. Hatua dhidi ya ufisadi. Tikiti na Wadonjo wanashitakiwa na hatimaye wanahukumiwa. Tikiti na Wadonjo wamepatikana na hatia ya ufisadi mkubwa. Watatumikia kifungo gerezani na mali zao zote zitawekwa chini ya serikali. Hatimaye haki imetendeka. Lazima tuendelee kusimama kidete dhidi ya ufisadi. Baada ya kusikiliza simulizi ya Tikiti, hebu tujadili. Umekumbana na ufisadi wa aina gani katika familia, kazini, jumuiya na kitaifa? Asante kwa swali hilo muhimu. Ufisadi umejikita katika nyanja nyingi za maisha yetu, kuanzia ngazi ya familia hadi kitaifa. Katika familia, tunaona vitendo kama upendeleo usio wa haki, ambapo rasilimali zinagawanywa kwa upendeleo na si kwa haki. Mfano ni mzazi anayebagua watoto wake kwa misingi ya jinsia au hali yao ya kiuchumi. Kazini, kuna changamoto kama ajira za upendeleo, ambapo nafasi zinatolewa kwa undugu au urafiki badala ya sifa. Pia, rushwa inahusika sana katika kupandishwa vyeo, na mara nyingine wafanyakazi wadogo hulazimika kutoa hongo ili kupata haki zao. Katika jumuiya, ufisadi hujitokeza katika utoaji wa huduma za kijamii, ambapo wale walio na uhusiano mzuri na viongozi hupata huduma bora kuliko wengine. Mfano ni utoaji wa misaada au rasilimali kwa watu wachache huku wengine wakiachwa bila msaada wowote. Kitaifa, tunaona ufisadi mkubwa katika matumizi mabaya ya fedha za umma, zabuni zinazotolewa kwa makampuni fulani kwa njia zisizo halali, na hata matumizi ya rushwa katika siasa. Hii inaathiri maendeleo ya taifa na kudumaza uchumi wetu. Ni jukumu letu sote kupinga ufisadi kwa vitendo, kuanzia ngazi ya familia hadi kitaifa, ili kuunda jamii yenye haki na usawa. Unafahamu kuwa ufisadi ni dhambi kubwa mbele ya Mungu wa haki na ubinadamu? Ndiyo, ufisadi ni dhambi kubwa mbele ya Mungu wa haki na ubinadamu. Katika maandiko matakatifu, Mungu anatutaka tuishi kwa uadilifu na haki. Ufisadi ni tendo la dhuluma ambalo linawaumiza wengine kwa kupendelea wachache na kuzuia haki kutendeka.
Biblia inasema katika Mithali 11:1, mizani ya udanganyifu ni chukizo kwa Bwana, bali vipimo sahihi vinampendeza. Hii inaonyesha kuwa Mungu hapendezwi na hila na udanganyifu wa aina yoyote. Pia katika Mika 6:8 tunakumbushwa kuwa Mungu anataka tutende haki, tupende rehema na kuenenda kwa unyenyekevu mbele yake. Kwa upande wa ubinadamu, ufisadi unaharibu jamii kwa kusababisha ukosefu wa usawa, umaskini na mateso kwa wengi. Watu wasio na uwezo wa kutoa rushwa huachwa bila huduma muhimu kama elimu, afya na haki mbele ya sheria. Kwa hivyo, ni wajibu wetu sote, kama waumini na raia, kupinga ufisadi kwa maneno na matendo. Tukisimama kwa haki, tunamtukuza Mungu na pia kujenga jamii bora kwa vizazi vijavyo. Ufisadi na ulafi zinaathiri vipi familia, jamii na nchi? Ufisadi na ulafi ni sumu kwa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Athari zake zinaenea kutoka ngazi ya mtu binafsi hadi maendeleo ya nchi nzima. Katika familia, ufisadi huleta migogoro na ukosefu wa maadili. Mfano ni mzazi anayependelea baadhi ya watoto wake kwa kuwapa mali na fursa zaidi kwa njia zisizo haki. Pia, ulafi unaweza kusababisha mgawanyiko pale ambapo mmoja wa wanandugu anameza mali ya familia bila kujali wengine. Matokeo yake ni chuki, ugomvi na hata kuvunjika kwa uhusiano wa kifamilia. Katika jamii, ufisadi na ulafi huzuia maendeleo. Tunashuhudia viongozi wa jumuiya wakitumia rasilimali kwa maslahi yao binafsi badala ya kusaidia watu. Hili linafanya huduma muhimu kama elimu, afya na maji kuwa duni kwa sababu fedha zinapotea kwa matumizi mabaya. Hali hii inasababisha ukosefu wa imani kwa viongozi na jamii inakuwa na watu waliokata tamaa. Katika taifa, ufisadi unadidimiza uchumi na kuleta umaskini. Mali ya umma inapoliwa na wachache kwa ulafi, miundombinu haiendelei, vijana wanakosa ajira na gharama ya maisha inapanda. Wakati nchi inapokumbatia ufisadi, wawekezaji wanakosa imani na hatimaye maendeleo yanakwama. Hii husababisha kizazi kijacho kurithi hali ngumu zaidi ya maisha. Ili kujenga familia imara, jamii yenye mshikamano na taifa lenye maendeleo, ni lazima tuchukue msimamo dhidi ya ufisadi na ulafi. Haki, uadilifu na ushirikiano ni msingi wa maendeleo ya kweli. Wewe binafsi unatekeleza wajibu gani kuimarisha vita ya kupambana na ufisadi? Unafahamu kwamba ufisadi ni ovu? Ndiyo, ninatambua kuwa ufisadi ni ovu kubwa linaloharibu familia, jamii na taifa. Ni dhuluma inayowaumiza wasio na hatia na kuwanyima watu haki zao za msingi. Kama muumini na mwanajamii, nina jukumu la kupambana na ufisadi kwa maneno na matendo. Binafsi, ninatekeleza wajibu wangu kwa njia kadhaa. Moja, kuishi kwa uadilifu. Ninafanya maamuzi yangu kwa haki, bila kupendelea au kushiriki vitendo vya hila. Ikiwa ni kazini au katika maisha ya kila siku, najitahidi kuwa mfano wa uadilifu kwa wengine. 2, kukataa na kupinga rushwa. Sishiriki kutoa wala kupokea rushwa hata katika mambo madogo. Naamini kuwa mabadiliko yanaanza na mimi, kwa hivyo sisitahimili vitendo vya ufisadi popote nilipo. 3, kuwahamasisha wengine. Ninazungumza na familia, marafiki na wenzangu kuhusu athari za ufisadi na umuhimu wa uadilifu. Kupitia mijadala na mafunzo, najaribu kuwaelimisha wengine juu ya madhara ya ufisadi kwa jamii yetu. 4, kushiriki katika uwajibikaji wa kijamii. Napenda kushiriki katika mijadala na kampeni zinazohamasisha uwajibikaji serikalini na katika taasisi mbalimbali. Kama raia, ninatumia haki yangu ya kidemokrasia kuuliza maswali na kudai uwazi katika matumizi ya rasilimali za umma. Kupambana na ufisadi ni jukumu la kila mmoja wetu. Tukichukua hatua hata ndogo, tunaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa jamii na kizazi kijacho. Kujichunguza. Je, nimehusika na matendo ya ufisadi? Je, nimefaidika kutokana na shughuli yoyote ya kifisadi? Je, nimechukua hatua gani kuikata minyororo ya ufisadi? Matendo yaliyopendekezwa. Tubu, wachane kabisa na ufisadi na uwe mwaminifu kwa familia yako. Shiriki kikamilifu katika harakati za kupigana na ufisadi.
Andaa warsha za kuelimisha watu kuhusu ufisadi na madhara yake. Hudhuria na ushiriki katika shughuli za umma za kuandaa na kusimamia bajeti. Tumehitimisha kipindi cha leo. Usikose sehemu ya pili ya podcast yetu, Kenya Tunayoitamani. Kumbuka, mabadiliko huanza na sisi. Kwaherini. Kenya tunayotamani. Kenya tunayotamani.